Basi mwanafunzi wangu, assalamu alaikum popote ulipo. Ningependa nichukue fursa hii kukukaribisha katika ulingo wa Kiswahili. Leo kipindi chetu tutakuwa tunashughulikia sarufi na matumizi ya lugha. Tutakuwa tunashughulikia sarufi na matumizi ya lugha. Na chini ya sarufi na matumizi ya lugha tutaangalia sauti. Na sauti za Kiswahili zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna makundi mawili ya sauti za Kiswahili. Naam, kuna makundi mawili ya sauti za Kiswahili. Kuna makundi mawili ya sauti za Kiswahili. Kuna irabu na kisha kuna konsonanti. Kuna irabu na kisha kuna konsonanti. Ningependa tuangalie irabu ni nini, kisha pia tuangalie konsonanti ni nini. Iwapo kuna makundi mawili ya sauti za Kiswahili, tofauti kati ya haya makundi mawili ni nini? Tofauti kati ya haya makundi mawili ni nini? Ningependa tuanze kwa kuangalia irabu. Irabu ni nini? Irabu ni sauti ambazo hutamkwa, ni sauti ambazo hutamkwa kwa ulaini, bila hewa kuzuiliwa, bila hewa kuzuiliwa au kubanwa. Za kutamkia za kia. Konsonanti ni sauti ambazo zinapotamkwa hewa hubanwa kuzuiliwa katika kutamkia. Hala za kutamkia. Tunapozungumzia hala za kutamkia, wanafunzi wangu mpendwa, tunazungumzia sehemu ya kutamkia. Naam, iwapo utaulizwa tofauti kati ya irabu na konsonanti, kwamba irabu ni sauti ambazo hutamkwa kwa bila hewa kuzuiliwa, kubanwa katika hali, ni sauti ambazo zinapotamkwa hewa hubanwa au kuzuiliwa katika hala za kutamkia, katika hala za kutamkia. Naam, kuna aina za ala za sauti muhimu sana. Aina za ala. Ala za sauti. Tuna ala tuli, tuna ala tuli, kisha tuna ala songezi. Ala tuli, kisha tuna ala songezi. Na ningependa tuangalie ala tuli ni gani, ala songezi ni gani. Ala tuli, kisha kuna ala songezi. Naam, ala tuli ni ala ambazo hazisongei mtu atamka. Ni ala au sehemu kutamkia
ambazo hazisongei ama hazisongi. Takuwa ni neno mwafaka pale, ambazo hazisongi wakati mtu anapotamka. Hizi ama sehemu za kutamkia ambazo hazisongi. Kwa mfano alatuli au sehemu ambazo hazisongi wakati mtu anapotamka. Kwa mfano tuna meno. Kuna ufizi hauwezi ukasonga. Tuna kaakalaini. Tuna kaakalaini na koromeo. Hizi sehemu za kutamkia ambazo hazisongi ama hazisongei unapo fulani. Ukitamka meno yatabakia pale tu, hata ufizi utabakia pale pale, kaakalaini pia itabakia pale pia pale. Naam, ningependa tuangalie ala songezi. Hizi ni ala za aina gani? Ambazo ni ala ambazo mtu anapotamka. Mtu anapotamka. Kwa mfano tuna midomo na ulimi. Wakati unapotamka sauti mbali, ulimi na pia midomo pamoja inasongea. Inasongea mbali. Hizo ni aina mbili za kutamka za sauti. Ningependalie uainishaji wa irabu. Matamshi au uainishaji wa irabu. Katika irabu, mwanafunzi wangu, kuna mambo muhimu ambayo huwa tunazingatia. Kuna vipengele muhimu ambavyo ni lazima kama mwanafunzi uzingatie katika kuainisha irabu. Jambo la kwanza ni mahali pa kutamkia. Kisha na mwinuko wa ulimi. Kisha kuna mkao wa mdomo. Hivi vipengele vitatu ambavyo tunazingatia wakati tunaangalia uainishaji wa irabu. Kwa mfano tunaposema mahali pa kutamkia, panaweza kuwa nyuma, panaweza kuwa ni nyuma, panaweza kuwa na mnaona kalamu yangu inatashwishi kidogo, sijui shida iko wapi. Naam. Mahali kutakuwa nyuma, kati, na pia panaweza kuwa irabu. Naam, tunapoangalia mwinuko wa ulimi, unaweza ukawa kati, pia ulimi unaweza kuwa juu. Kisha mwishowe ni mkao wa mdomo. Mdomo unaweza kuwa mviringo na pia unaweza kuwa mviringo na pia unaweza mtani. Mwanafunzi wangu, ningependa kukupa au jedwali ambalo litakusaidia kuelewa wa irabu. Naam, ningependa kufuatilia kwa makini hapa au jedwali ambalo litakusaidia kuelewa mambo irabu.
Ningependa mchoro wangu pamoja nanyi na mchoro wangu mfano upande huu utakuwa ni nyuma, upande huu utakuwa ni mbele, ndio utakuwa ni mbele. Kisha hapa tutakuwa na kati. Tatu yanaonyesha mahali pa kutamkia, mahali pa kutamkia. Mchoro utakuwa na chini, utakuwa na chini wetu, utakuwa na chini, utakuwa na pia na juu, utakuwa na juu. Haya tatu yanaonyesha mwinuko wa ulimi. Ulimi unaweza ukawa chini, unaweza kuwa kati, unaweza ukawa juu. Mahali pa kutamkia panaweza kuwa mbele, kati na pia nyuma. Irabu zetu nayo inaanzia hapa, irabu ya niruhusu nitumie kalamu tofauti ndiposa tuweze kuelewa. Hivyo basi irabu yangu itakuwa ni hapa, tutakuwa na irabu, kisha hapa tuna irabu i, tuna irabu o, kisha hapa tuna irabu u, irabu u. Ewa jedwali, basi bila shaka hautakuwa na tatizo lolote katika kupainisha irabu. Ningependa angalie irabu moja ili irabu zenyewe ziweze kutusaidia kufanua au kueleza zaidi jedwali letu au mchoro wetu. Tuangalie irabu ya a. Angalia ya a. Kipengele cha kwanza pa kutamkia. Hivyo basi irabu ya a ina katikati, mkiwa kati, inatamkiwa kati, chini, kati, chini. Kauli ya kwanza ambayo ni kati inaonyesha mahali pa kutamkia, na kisha kauli inayofuata ambayo ni chini inaonyesha mwinuko wa ulimi. Tunapotamka irabu a, ulimi uko chini na kisha uko katikati mwa mdomo. Hivyo basi ni kati, kisha ulimi uko chini, tukizingatia mwinuko wa ulimi. Na hivyo basi kipengele cha tatu ni mkao wa mdomo. Mdomo unaweza ukawa mviringo na mdomo unaweza mtandazo, naam. Basi tunapotamka irabu, mdomo wetu umetandazika. Hivyo basi mdomo mtandazo. Ya pili ambayo ni irabu e. Irabu e. Irabu e ni irabu ya mbele kati. Mbele kati. Kauli ya kwanza kama kawaida inaonyesha inatambua sehemu ya mbele kama mnavyoona, sehemu ya mbele, na kisha mwinuko wa ulimi. Ulimi uko wapi tunapotamka irabu kati? Uko kati. Kile kingine ambacho kimebaki pale ni mkao wa mdomo. Mdomo uko namna gani tunapotamka e? Mdomo umetandika, basi utakuwa ni mdomo. Tupige hapo tuangalie irabu, irabu hii ni irabu mbele juu. Kawaida kauli ya kwanza ambayo ni mbele inaonyesha mahali pa kutamka. Inatamkiwa mbele wapi? Mbele juu wa ulimi. Kauli ya pili itakuwa wa ulimi. Ulimi umeinuka kabisa tunapotamka irabu. Ulimi uko juu. Hivyo basi ni irabu ya mbele juu. Mkao wa mdomo unakaa namna gani tunapotamka irabu i? Mdomo umetazika hivi, mdomo. Irabu inayofuata irabu ya o. Irabu ambayo inatamkiwa nyuma pakiwa ama pakia. Pia jedwali leo inapatikana katika sehemu ya nyuma. Mwinuko wa ulimi o katika safu ya katikati. Haiko chini, pale chini tuna a, haiko juu. Juu tuna i na u. Hivyo basi o ulimi, hivyo basi o ni irabu ya nyuma kati.
Kipengele cha tatu ni mkao wa mdomo. Tunapotamka o, mdomo umeviringika, mdomo umeviringika, unakaa mviringo. Hivyo basi mdomo ni mviringo. Bila shaka mwanafunzi wangu tuangalie irabu ambayo ni u. U ni irabu nyuma juu, nyuma juu, nyuma juu. Kauli ya kwanza kama kawaida inaashiria mahali u nyuma inapatikana. Juu na mwinuko, ulimi wapi? Uko juu. Mkao wa mdomo. Mdomo uko namna gani wakati tunatamka irabu u? Unapotamka u, unaona ya kwamba mdomo utakuwa mviringo. Utakuwa mviringo, basi utakuwa mviringo, utakuwa mviringo. Basi mzee wangu, bila shaka nafikiri tufika tamati ya kipindi, na kama kawaida acha bila niwape zoezi katika mtihani. Niwape zoezi kisha zoezi za dili majibu baadaye. Itaja makundi mawili ya sauti ya Kiswahili. Taja makundi ya sauti za Kiswahili. Yatofautishe makundi ya sauti za Kiswahili ulitaja katika swali la kwanza. Yatofautishe kundi uliotaja. Hapa ni kama kusema ueleze tofauti kati ya irabu na sababu. Hayo ndio mawili ya sauti za Kiswahili. Mfano miwili. Toa mifano miwili. Toa mifano miwili ya irabu ambazo hutamkwa a, midomo ikiwa imeviringa. Midomo ikiwa imeviringa. Midomo ikiwa imetandazwa. Kisha cha midomo kisha irabu e vitamkwa. Elea jinsi mzee wangu chambo naeleza. Unataja, unaguzia vitu ambavyo tumevitaja kwamba pia mkao wa mdomo. Na kilicho na mwanzo kina mwisho.